Dada zangu wengi wa chuo wamegeuza hichi kitu kama utaratibu wa kawaida, lakini kwa maisha ya kawaida nimekuwa na athari kubwa sana. Naongea haya yote kwa sababu mimi pia nimeyapitia. Naongea haya yote kwa sababu mimi pia nimeona, nimesoma huko na najua. Unakutana na mdada na miaka 19 lakini uzoefu wa vitu ambavyo ameshavifanya, uzoefu wa vitu ambavyo ameshakutana navyo ni zaidi ya mtu mwenye umri wa miaka 40. Binti anajua kila kitu kuhusiana na mahusiano kwa sababu ameanza mahusiano hayo akiwa na miaka 14. Binti anajua njia zote za kuzuia uzazi wa mpango, na sio kwamba ni vibaya, hapana. Sio kwamba ni vibaya, tuseme kwamba ni vibaya, hapana. Hii inamsaidia yeye kuweza kujua, lakini ninachokimaanisha ni kwamba madhara unayoyapata yaendane na zile kinga ambazo umekuwa ukichukua. Haiwezekani sasa hivi unalalamika maumivu makali chini ya kitovu, unalalamika kwamba kila wiki wewe upati huo mzunguko ambao uko sahihi, unalalamika. Sasa hii unaanza kumlalamikia nani? Binti ana miaka 19 lakini ana mahusiano kuliko mtu ambao ana miaka 40. Maana yake kama amekutana na wanaume 9, kila mwanaume anakuwa na ile nanili yake tofauti. Huyu mtu akija kuingia kwenye ndoa, tutegemee kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kuanza kulalamika kwamba hafikishwi kileleni. Atalalamika kwamba mume wake hamridhishi. Atalalamika kwamba hawezi probability ya kupata ujauzito ni mdogo, kwa sababu ameshapitia vitu vingi sana, ana uzoefu kuliko hata mtu ambaye anakutana naye. What to do? Unapaswa kuzingatia vitu vizuri. Kama unatumia njia yote ya uzazi mpango, usitumie tu ili mradi kwa sababu umeona, kwa sababu tu umesikia. Hapana, nenda kafuate taratibu ambazo zimewekwa. Kama ni njia za uzazi mpango unatumia vitu, basi iendane na matumizi ambayo ni sahihi. Tutakuja kutengeneza kizazi ambacho mbeleni tutakuja kulia. Tunajiandalia kizazi ambacho mwisho wa siku hakitokuwa na uimara kuweza kukua na bora kwenye kila kitu. Tunaandaa kizazi ambacho kitakuwa kilalamika. Tunaandaa kizazi ambacho hakijui kuhusu umuhimu wa afya zao. Mimi ni kama kaka yenu, naongea tu. Ukitaka kuweza kuelewa, basi unaweza kukutana na mimi nikakushauri ni njia gani. Kama umeshaathirika labda na UTI sugu, unaathirika na vitu ambavyo yanakusumbua kila siku, tunaweza tukakutana tuweze kujua ni kwa namna gani mambo yanaweza kuwa bora.